Kulikoni tena? Kulikoni kuhusu nini? Ratiba ya wapi? Natoka. Hivi, ratiba ya kutoka bila kuaga imeanza lini? Baba, natoka muda wote saa yote ninaoamua mimi. Unasemaje? Natoka muda wote saa yote ninaojisikia, sawa? Na hauna idhini ya kunikataza. Kwa hiyo nani atakayenipikia mimi? Huna mikono? Yaani mimi nikapike chakula muda huu? Baba, nikupambanie, nikulishe. Pia nakupika nikupikie. Sometimes unapika tu hata mwenyewe. Kwani nini? Kwa hiyo mimi niingie jikoni nikapike muda huu? Mbona kunijibu mimi hivyo? Nisikujibu hivyo kama nani? Wewe. Nitakuja kukubutua sikujua. Mwanzo na mwisho wewe hata kunishika mkono wangu kunivuta kama hivi. Sawa? Naomba ukome. Pambana na hali yako. Boya wewe. Sikujua. Sikujua. Mbona ana mbwembwe sana? Sasa ngoja hapo ninavyomuonyesha. Unaonyesha nini? Mimi hapa ndo king. Mama. Yaani king wa ilibuteka. Hiyo umezidi sana mbwembwe. Mimi king hapa, hakuna mtu akuweza kunishinda. Una si wapi. Jamaa na data huyu mwanetu sasa hivi huyu. Hali anakaga vibaya kinoma. Umesikia mwanangu, je nikwambie kitu? Yeah. Wewe mshenzi. Yaani wewe mshenzi kama washenzi wenzako, si ndio? Naongea na wewe. Unageuka nyuma ili iweje? Hivi wewe Zimo? Kaone vile na vindevu vyake. Dada kitu gani? Samahani lakini. Tena uishi hapo hapo na ukome. Na kama mmetumwa, waambie hii habari nyingine. Kwanza mimi sio type yako. Unasimamisha tu mimi hapa kizembe. Mimi ni type yako wewe. Jiangalie kuanzia chini afu niangalie na mimi. Tupo sawa? Kaone vile. Naomba uondoke. Usiniharibie siku kabisa. Kaone kafupi. Kama nukta kwenye barua ya uchumba. Wewe tena, si ndio? Yaani wewe kazi kila siku wanawake. Hivyo unakuaje? Wewe mwanaume gani usosikia kila siku wewe mara huyu? Unataka nichukuliwaje hapa mtaani? Kwani mimi nimefanya nini? Umefanya nini uone? Afu unaniambia nimefanya nini? Ili iweje? Unanimudu si ndio? Unajikuta unaniweza Sasa nitakufurahisha. Sawa, tutakutana nyumbani. Achana nayo yapite. Ona sasa. Kuna kipilipili.
Siku kipindi komesha. Umezidi bwana. Yaani uje kuna mtu ukatulia. Sisi wote tumetulia hapa mbele mbele, umetoka hapa kwenye pool umemfuata demo kule. Kwani cha ajabu ni nini? Nini cha ajabu kakutolea mbavuni bwana, demo alikuwa anakuta. Sasa katolea mbavuni, mimi nimemkotea pochi. Shida nini? Kakotea pochi wapi? Sikia. Mambo mengine achana nayo. Sio kila demo unafuatilia, unataka kumjua nini, unajua. Vingine havingiliki mwanangu. Alafu nikwambie kitu kimoja. Ile demo akishua mwanangu, mwezi. Wewe tumbo namna hii, tumbo namna hii, kwa demo akishua kama vile na ufupi wako hivi. Sasa mimi natofauti gani na wewe? Mungu akupe kinachokufaa babu. Hebu ondokeni hapa. Sasa bwana, mpira sasa. Sasa unataka nifanye nini? Kaka samani. Muda mchache niliopita hapa nimedondosha pochi pale. Hamjaiona? Pochi. Pochi. Hivi unajua kupitia pochi yako umenisababishia mimi matatizo gani? Samahani kakaangu, naomba unisamehe. Naomba unipe tu kama umeiokota au kuna mwingine umeona ameiokota. Naomba unisaidie hivyo. Iya. Si ndo hii? Ndio hii. Si ndo hii? Asante. Yaani sijui tena kushukuru vipi kiukweli. Asante kakaangu. Kuna chochote ambacho kimepungua kwenye hiyo pochi? Hapana, vyote vipo sawa. Una uhakika? Si uende ukanywe maji. Unasemaje? Chukua hii naomba uende ukanywe maji. Yaani mitusi yote ulonitukana pale, mimi mfupi kama nukta kwenye bahasha ya harusi, leo hii nikakamate lako. Kakaangu, ndio maana nimetanguliza samahani. Naomba unisamehe. Samahani yako ni mitusi yako ulionipa pale. Nashukuru pochi yako umeipata na kuomba nenda. Sawa eh? Ila asante kwa matusi yako. Umeshindaje mke wangu? Umeshindaje mke wangu? Mshenzi mkubwa wewe. Kazi umalaya tu, mwanaume mzima umalaya eti sasa hizi mke wangu zinahusiana na nini? Hivi unanichukuliaje mimi? Komesha unaniona mimi mjinga sana eh? Yaani nakugaramika kote kukuhangaikia mundani lakini unanichukulia mimi kama boya, si ndio? Mimi hamna chochote kibaya. Hamna chochote kitu gani wewe? Yaani nakukuta tu umesimama na mwanamke afu unaniambia hamna chochote ulichokifanya wewe. Unanimudu eh? Si ndio? Unanimudu? Lakini hamna kitu chochote nini? Yaani nakukuta na mwanamke umesimama naye afu unaniambia hamna chochote. Wewe una akili kweli sawa sawa? Una akili zinakutosha? Wewe. Yaani kupambana kwangu kote na kupambania kula, kuvaa, kila kitu, afu bado unaniona mimi kama mpumbavu. Unajua mimi nimekuja hapa angalau hata tufahamiane basi hata kwa majina. Nakusikiliza. Jina langu mimi ni Bella binti Makongo. Ni mtoto wa yule tajiri Makongo
kwenye lile geti la blue pale. Naomba na wewe uniambie jina lako tafadhali. Kwa majina mimi naitwa Komesha. Ni mtoto wa kimaskini tu. Kapuku kibonge. Mwenye mwili kama nukta. Sasa kwa nini unayasema yote hayo mengine? Ila mimi nimefurahi kwa sababu umenitajia jina lako kwamba wewe ni Mr. Komesha. Nimefurahi kwa hilo. Ila yote kwa yote, naomba tu unisamehe kwa sababu inaonekana bado msamaha wako haujatoka ndani ya moyo. Ili uendelee kunitukana, si ndio? Hapana, ilikuwa ni bahati mbaya na ndio maana naomba unisamehe kakaangu. Sawa, unaweza ukaenda. Si ndio kesho kuleta hapa tufahamiane. Umeniambia unaitwa Bera, nimekwambia mimi naitwa Mr. Komesha. Mtoto wa kimaskini au mtoto wa kitajiri? Nashukuru kufahamu. Nyie tena. Mambo dada. Mambo kwa Yesu ujanja kuokoka. Wewe tena. Hivi kwani una shida gani? Wewe si nilikukuta na mume wangu juzi kati pale kati. Au sio wewe? Leo tena. We dada, naomba kae mbali na huyu mtu. Nitakacho kufanya. Tena naomba uondoke haraka. Dada, si uende. Tena nikaja kukuona tena utaniona mbaya. Shanielewa? Na wewe. Sijui nikute mara ya kijiji, sijui wa mtaa, sijui wa mkoa. Si ndio Mbona kama unanizalilisha? Acha nikuzalilishe ili hata wanawake zako wanayekuona bonge la bwana wajue hauna lolote wala chochote. Mimi ndo nakuhudumia na sio mtu yoyote. Shanielewa Huyu kaja tu kuniomba msamaha kwa kilichotokea siku ile. Naomba tuheshimiane. Yaani kaja katokea tena nikakuta na yule mwanamke ise. Utaniona mimi mbaya. Fanya haraka tuondoke nyumbani. Fanya haraka twende nyumbani. Kama maji basi. Haya, toka. Sasa mimi natokaje? Toka twende. Unaweza kuniambia yule mwanamke ambaye nimekutana naye mara kwa mara ni nani? Muongelee mwanamke gani? Yule mdada ambaye siku nilikutana naye barabarani, siku ya pili nikakutana naye kijiweni. Yule dada alipita pale kijiweni. Aliangusha pochi yake. Hivyo nikaenda nikamwokotea. Wakati nataka kumpa, akaniangushia matusi kama yote. Basi alipoenda na safari zake akagundua kuwa ameangusha pochi. Hivyo alirudi, nikamkabidhi pochi yake, akaniomba msamaha, akaona haitoshi. Kesho yake tena akaniomba msamaha. Hiyo pochi aliangusha siku nilipokuta barabarani pale au nilipokuta kijiweni? Sasa hapo kosa langu mimi liko wapi? Kumkuta mume wangu amekaa na mwanamke ambaye simfahamu alipotokea wala nini. Mtu kaja akaniomba msamaha. Nimekaa naye vizuri tu. Baadaye unaingia wewe ukaanza tena kunishambulia mimi. Naomba nikapumzike. Unaomba ukapumzike? Sawa. Mimi naomba nikapumzike. Sasa hizi ekaeka za humu ndani zitanishinda. Sasa sikia ngombe kitu kimoja. Si unakata sio mtu wako? Nitafanya upelelezi wangu ana kwa hana. Nikaja kugundua ni mtu wako. I say. Sisemi mengi. Nadhani umenielewa. Usikumwe. Yaani wewe kalale lakini weka akilini hilo swala, sawa? Nitakufurahisha. Tuachane na yote. Yalopita sijui ya Bella, sijui ya nani, tuachane nayo. Naomba tuongee jambo moja la msingi. Hivi, kwa nini usitafute kazi? Hivi unajua mimi sometimes nachoka. Nikulishe, kodi nilipe mwenyewe, kila kitu nipambane mimi. Wewe mwanaume umekaa tu? Ni kweli unachosema, sikujua. Na kila kukicha napambana kwa sababu ya kazi. Na ukizingatia nimesha apply kwenye makampuni kibao, lakini sijafanikiwa. Ila naamini ipo siku
nitafanikiwa. Hebu achana na masuala ya kuapply. Sawa? Yaani ukianza kusubiria hayo masuala ya kuapply sijui kwenye makampuni, unapoteza tu muda. Kwa nini usipambane kutafuta kibarua chochote ambacho kinaweza kukupatia hela? Mimi nitachoka. Au unataka siku ukute mwanamume zako huko ndani? Sikujua. Usifike huko. Ila naamini ipo siku Mungu atabariki tu. Sawa, sijakataa. Nasema hivyo kwa sababu naumia kuona mimi mwanamke napambana. Wewe mwanaume umekaa tu. Naamini nitapata kazi na tutaishi maisha mazuri sana. Na kuzingatia nakupenda sana. Sijakataa. Najua kama unanipenda. Lakini ninachoomba, pambana kutafuta kazi. Kumbuka kuna jela na guest, wewe mtoto wa kiume. Mbona unaongea hivi? Naongea hivyo kwa sababu sasa unataka uniliftishe group. Nadhani umenielewa. Tafuta kazi mtoto wa kiume. Sawa? Mwisho wa siku utakuta naingiza mwanamume mwenzio huko. Mbona umefika mbali? Babe. Wake up basi. Unajua maneno unaniambia jana kiukweli. Nimekaa nimetafakari. Nimeona uko sahihi. Hivyo napaswa kupambana. Na nilichoamua nitoke nili nikapambane kwa ajili ya kutafuta kazi. Ila naamini Mungu atanisaidia. Sawa? Babe. I love you.
Vipi mzee? Sielewi. Siku ya 4 sasa hivi. Mwanangu Komesho hajafika hapa. Na unajua kabisa anapenda sana game. Siku nzima kukatika hajafika hapa maskani. Ni kitu ambacho sio cha kawaida. Au unajua aliko labda shawasiliana naye hivi. Kwa kweli kuhusu Komesha hata mimi linanipa mashaka. Kwa sababu ni takriban siku ya 4 ndio hajafika hapa na sijamuona. Sasa sijajua na shida gani na sio kawaida yake. Wewe nikajua unafahamu chochote kumuhusu. Kiukweli sifahamu lolote. Ni siku zinaendelea. Muda unaendelea kusonga. Sijajua vizuri. Lakini inawezekana kuna jambo limemkuta. Maana sio kawaida yake. Kulikoni? Mbona leo una furaha sana? Kuna nini? Yaani uwezi amini mke wangu. Hakuna siku nina furaha kama leo. Furaha gani tena? Unalaka nini? Mbona kama una mchecheto hivi? Mchecheto lazima, maana naona mwenzangu uko happy, yani mpaka anashindwa kuelewa. Yaani yale maombi ambayo tuko tunamwomba Mungu kila siku. Leo Mungu kaatimiza. Maombi gani tena babangu? Nimepata kazi. Wow, we. Mungu wangu. Asante Mungu. Hebu niambie mume wangu. Umepata kazi gani babangu? Nimepata kazi ya ulinzi. Na hivyo basi kesho natakiwa niripoti. Hapo vipi? Kazi ya ulinzi. Baby wake. Furahi basi. Kwa hiyo kazi yako ya ulinzi ndio inifanya mimi nifurahi. Yaani umetoka huko kote unakuja kunifanya mimi nitabasamu kwa ajili ya upuuzi wa kazi ya ulinzi. Hivyo mwanaume una akili? Unaweza kaniambia hiyo kazi yako ya ulinzi mshahara shilingi ngapi? Kwa mkataba niliosoma mshahara shilingi 80,000 na ni kampuni binafsi ya ulinzi. Yaani uwezi amini. Maisha yetu nayaona yale. Kwa hiyo 80,000 ambayo wewe unaichekelea sasa hivi. Unavyoona inakizi kabisa mahitaji ya ndani. Ukipiga hesabu ya chakula tunachokula kuanzia asubuhi, mchana na jioni ni zaidi ya 10,000. Kodi kwa mwezi ni 100,000. Bili ya maji inakuja hadi 15,000 kwa mwezi. Umeme kwa mwezi 10,000. Alafu unaletea habari za mshahara 80,000. Wewe mwanaume wewe. Lakini mke wangu, wewe mwenyewe ndio jana umeniambia nikatafute kazi. Hivyo basi nimeamka asubuhi nikaenda zangu kutafuta kazi. Ili at least tupate chochote kitu. Hivi ulale nje siku zote mimi nilale peke yangu humu ndani? Pili, mwanaume wangu mimi ukavae magwanda ya ulinzi. Watu watanichukuliaje mimi? Yaani hivi nilivyo, mume wangu akawe mlinzi. Pia huo mshahara wako 80,000 una tofauti gani na mama lishe? Au umekaa umelifikiria hilo swala vizuri? Maana huo mshahara wako ni kwa siku ni 2,500. Sawa sawa tu na mshahara unaolipwa wanauza mgawa. Mbali na kutafuta kazi, najua hii kazi sio elimu yangu. Hivyo basi nakuahidi nitapambana kadri ya uwezo wangu kutafuta kazi nyingine. Nakuahidi. Sitaki kusikia swala la kazi ya ulinzi. Naomba tafuta kazi nyingine. Nadhani umenielewa. Mke wangu, yani leo nina habari njema juu yako. Habari gani tena? Mimi ile kazi ya ulinzi sitaki tena. Yaani sitaki kufanya kazi ya ulinzi. Kwa nini unataka kazi? Nimeamua. Na ulishaniambia
kuwa ile kazi ni tunajizalilisha. Hivyo nimeamua kuacha. Yaani katika mwanaume chizi boya wewe namba moja. Kabisa. Tena chizi boya namba moja, tena kupitiliza. Hivi kwa leo unaacha kazi? Jamani, unaacha kazi, una kazi ya kufanya? Sikujua mama. Wewe si ndio uloniambia mimi niache ile kazi nisifanye? Wewe, muda mwingine sio kila mimi nitakachokitamka wewe utakiweka akilini, hapana. Huwezi ukaacha kazi bila kupata kazi. Acha ujinga mwanaume wewe. Nimeona ni kazi ambayo unajizalilisha. Ya nini nikafanya? Yes. Mke wangu. Punguza hata ukali wa maneno. Mimi nimeamua kufuata matakwa yako kama vile uliponiambia. Yaani kichwa chako kiko kina matatizo. Sikujua. Kweli sikujua. Mimi bwana, kazi nimeacha. Wewe utajua mwenyewe. Kama ndio hizo siku utajua mwenyewe. Mr. Komesha, mimi ningekuomba tu urudi kazini. Rudi kazini. Unajua kazi ndio kila kitu kwa mwanaume. Bella, sio kwamba mimi sijui umuhimu wa kazi, na wala sio kwamba sihitaji kufanya kazi, ila unachopaswa kufahamu, mimi nimefanya kazi ya ulinzi ni kwa sababu ya umaskini wangu tu, na si vinginevyo. Kwa elimu yangu niliyosoma siwezi kufanya kazi ya ulinzi. Komesha, mimi nakuelewa sana. Nakuelewa mno. Lakini sipendi kukuona ukiwa unazurura tu hivi vijiweni, mara kijiwe hichi, mara hichi. Manake nini? Fanya mpango urudi pale kazini wakati unasubiria hizo mambo za kazi za hizo degree zako, lakini wakati huo kuna kitu chochote ambacho unakipata chenye kukuongezea nini? Kipato. Kwa mimi kurudi kazini sitoweza, na si vinginevyo. Sio, unanielewa? Komesha, hata kama kutokuwa kuna namna gani, labda kuna changamoto na ndio maana hutaki kurudi pale, niambie, mimi nitaziweka sawa. Nitaongea na baba yangu hata kuongezee mshahara. Kama hilo ndio kwako ndo tatizo. Sitoweza. Hivyo basi nakuomba ondoka. Bwana ni force hivyo Bella. Kwani sikuna watu wengine ambao wanahitaji kazi ya ulinzi? Suka hapo. Shida iko wapi? Wewe si mtoto tajiri? Wewe. Hivyo mchana wote mwanaume umelala huko ndani? Sikujua mke wangu. Mbona unapenda kunyanyasa hivyo? Unajua gharama hiki kitanda? Au unalala tu? Watoto wa kiume wenzi wote saizi wanapambana huko nje kutafuta pesa. Wewe umelala. Sasa sikia nikwambie. Nakupa siku 7 tu. Wewe umepata kazi. Nadhani umenielewa Komesha. Sikujua. Siku 7? Nawezaje kupata kazi ndani ya hizo siku 7? Unawezaje kupata kazi ndani ya siku 7? Sasa fanya juu chini hizo siku 7 wewe umepata kazi. La sivyo ndani na kufukuza. Ukaandelande mitaani huko kama vijana wenzio walokosa ajira. Salama kwema. Karibu. Asante sana. Nimeona matangazo ambayo yamebandikwa huko nje juu ya swala ya kazi, nahitaji tu wa kufanya kazi. Hivyo basi niko na CV zangu kwa ajili ya kuomba kazi. Wewe boss ukimwona utamjua? Hapana. Kwa sababu umetoka direct umekuja umemuulizia boss. Aha, una shida na kazi.
Basi hamna shida, tutawasiliana. Imradi namba zako za simu zipo hapa. Ndio. Tutawasiliana. Tutakupigia simu. Sawa. Haya, kuwa na amani. Sawa. Haya, poa sana. Naomba zifike. Usiwaze kaka. Zimefika, tutakupambania. Asante sana. Sasa ningekuwa na hela ningekupata. Usijali, tutapambaniana tu huko. Asante. Haya. Nashukuru. Haya kaka. Bismillah. Naona leo nimeandalia chakula changu pendwa. Nini sasa? Sasa nakula. Wewe. Shida gani? Kama shida gani vipi? Hapa ule. Hapa mbaya. Mbaya gani? Nakula. Nyama ni juice. Nyama hiyo juice. Yaani hapa uli wewe. Nakula. Acha mambo yako. Hapa uli. Una nini hapa? Una nini? Hapa uli. Sikujua. Sikujua. Una nini? Kwani una nini? Basi sikia mkwambia, yaani kuanzia sasa hivi wewe utakula hapa tu. Sio chakula nitakachopika wala nitakachonunua. Shamba. Toka hapa. Baby. Yeah. Umependeza? Unajua anachokupendea? Yeah. Unajua kujiseti. Yaani ukiangalia umbo lako na jinsi ulivyokaa, you're beautiful. Thank you. Nilikumisi sana mpenzi wangu. Nilikumisi sana. Sawa. Tangia wiki iliyopita mpaka leo hatujaonana. Sorry baby, nilikuwa busy kidogo. Kweli? Ulinipigia simu kwamba unahitaji la kiasi cha fedha, unakumbuka? Yeah baby. Unasahau. Nishakumbuka. Unakumbuka eh? Sasa nimekuletea kiasi kidogo cha fedha. Nadhani kitakufaa. Ila kesho ni weekend. Lazima utoke, sawa? Yeah. Kweli? Sawa. Unanisemesha? Sikujua. Hivyo unaweza kuniambia yule mwanaume uliosimama naye pale nje ni nani? Mbona kama unacheka kana kwamba kile nilichokuuliza kinachekesha? Unataka kujua yule mwanaume ni nani? Na ndio maana nimekuuliza. Umeona yule mwanaume ulioniona naye pale nje? Sawa? Yule mwanaume
ndio anayegharamika kila kitu humu ndani. Shanielewa? Kuanzia kula, mavazi, kodi, bili ya maji, umeme, anajua yule bwana. Yaani kiufupi, yule ndiyo mwanaume anayetuweka mimi na wewe mjini. Sikujua. Sasa komesha. Wewe siwezi kutafuta hela. Acha wanaume wenzio wanaoje kutafuta hela wapambane. Sikujua. Yaani kunizalilisha kote humu ndani. Umeona haitoshi. Unataka ukanizalilishe na nje? Kweli? Wewe huwezi kutafuta hela, acha wanaume wenzio wapambane. Yaani umeshindwa kuwa na subira hata kidogo. Kwa nini unanifanyia hivyo? Alafu ikaje ikatokea tena umenikuta mimi na yule mwanaume. Sitotaji tena maswali yako ya kipuzi kama haya. Nadhani ukweli wote ushaujua kuhusu yule mtu. Nadhani unakumbuka zile siku 7 nilizokupa. Ndio hizo zinayoyoma. Hivyo basi. Pambana. Vipi bwana Komesha? Mbona unaonekana hauko sawa kabisa? Mimi? Hamna, mama niko sawa. Mfano wako unaonesha dhahiri kuwa hauko sawa. Labda tu kutokana na uchovu hapa na pale, mapumziko madogo madogo. Kondoe tu hofu. Au mambo ya shemeji ni kuzungua kule nyumbani, unajua tena. Mbali ya urafiki wetu, tushakuwa kama ndugu. Na ukizingatia kama kuna jambo ambalo linaweza likanitatiza au likaletea changamoto, nisingesita kukwambia. Hilo unalifahamu. Unatia huruma kweli ya. Yaani hata mtu akipita barabarani akikuona aliyekuzoea lazima tu atajua kuna jambo aliko sawa kwa Komesha. Wewe ni Komesha mchangamfu, vibe kinoma, si unajua? Lakini sasa hivyo vyote sasa hivi havionekani. Mimi niko sawa na ni mzima na wala sina changamoto yoyote wala tatizo lolote. Sasa ningine gani? Wewe ingia ndani kufanya nini? Huku tena hapa kuhusu. Baby. Toka na takataka za huyu mbwa hapa nje. Yes baby, vipi? Toka. Wewe nini? Msumbua watu. Unafuga kitambe mzee. Unafuga ndevu. Afu utafuti hela. Boss, tafuta hela. Muda mwingi unakuja unaelewa, uenda chooni, unakula, unajeza choo. Huwezi kujiongeza mzee. Sikiliza. Mwanamume jiongeze. Tafuta mshiko. Harakita. Sawa? Soga unakakaa pia kelele tu saizi hapa. Kaka. Hicho unachonifanyia mimi leo. Tambua ipo siku na wewe atakufika. Ila pia naomba utambue anayeua kwa upanga atakufa kwa upanga. Sikujua. Sikujua bwana mama, mimi na yeye tumeachana. Tumeachana? Ndio mama. Kwa nini nimeachana? Na tuliachana kwa uzuri. Yeye mwenzangu ameamua kutupa vitu vyangu nje na kunifukuza. Pole sana. Na hiyo yote ni kwa sababu sina kazi, sina kibarua. Na ameshindwa kuvumilia katika hichi kipindi kifupi na ugumu wetu wa maisha.
Ndio maana ameamua kuingiza mwanaume mwingine ndani. Ila lengo la kuja hapa mimi nilikuwa naomba mama unistiri tu pale ambapo haujapata mpangaji kwa sasa, niweze kukaa at least katika siku hizi 2-3 niweze kujitafutia kazi na kuhangaika kwa ajili ya kibarua. Nikupangishe kwenye nyumba ipi? Ile ambayo anaishi sikujua. Pale anapokaa sikujua mwanangu, mtawezana ukaishi na sikujua tena pale? Labda tu mama nikutoe hofu. Mimi na sikujua kwa sasa hatuna hisia yoyote. Na kama utaridhia mimi nikae pale, mimi nakuahidi sitoleta ugomvi wowote. Nitaishi vizuri na sikujua kwa amani na upendo. Maana yeye kama kaamua kuniacha, ya nini nimforce? Kama utaweza haina shida. Chumba kipo pale. Nenda kaishi. Ila si unajua ile nyumba yangu mimi ni ya biashara. Kwa hiyo ina maana kakae. Siku yote nikipata mpangaji itabidi umpishe aingie. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu hakina mtu, nenda kakae mwanangu. Ila muwe makini. Watoto wa siku hizi wa 2000 hao wana shida sana. Kama umeamua kulelewa mwanangu, si utafute mishangazi. Tena inajua kulea, akili imewatulia. Lakini hata hivyo bado mdogo, kwa nini ulelewe? Yaani kwa nini usitafute maisha yako mwenyewe? Amka, tafuta maisha yako mwenyewe, pambania maisha yako. Pambania ndoto zako, uwe na familia yako mwanangu. Sawa? Nashukuru sana mama, asante sana mama. Mungu akubariki. Amina. Uwe na amani. Amina. Shida yangu mimi nahitaji shilingi 2000 tu. Uweze amini katika mihangaiko yangu yote leo sina hata shilingi 10 ninavyokuambia mtoto wa kiume mimi. Bwana, uwezo wa kusaidia mimi nao. Ila hapa sina hata 100. Labda nikupe mfumo wa maisha hapa mjini tunapoishi. Una maana gani? Safi kabisa. Kijana, nimepambana sana mtaani kote umezunguka. Nakupa mfumo mmoja. Bwana, sio zako vijana vijiweni hapa tunakuja. Naomba 100-200. Kila saa nyingine unakuwa huna ya kumpa. Kila kuna kazi moja unaweza kuifanya. Mtaani humu makopo mengi yanatupwa ya maji. Ishughulishe nayo. Mchai kuokota tu kopo asubuhi. Wanakomesha unazunguka zako unaokota mtaani mikopo, unajaza kwenye roba. Maisha yanaendelea, unaenda kupima tu kwa kilo, hata ikiwa kilo 100, kilo 200, ni wewe uwezo wako. Hivi Chuga, wewe ushauri ulionipa, hebu vaa kiatu changu mimi ndo nikupe wewe. Afu wewe unipe mimi. Wewe unahisi hiyo kazi unaweza ukafanya kweli? Kazi ya kuokota makopo. Yaani nizunguke asubuhi kucha mpaka jioni. Kuokota makopo tu? Ndio kijana. Sababu hela huna. Elimu unao lakini pesa huna. Sawa, sina pesa lakini sio kwa kunipa ushauri huo. Hivi ruti za kutembea asubuhi mpaka jioni, wewe unategemea ruti hizo zote? Si kutoka Morogoro mpaka Chalinze wewe? Sawa, hata ukienda mpaka Dar es Salaam ni sawa. Lakini kutafuta pesa yako, huna huruma wewe, Shubaa Miti. Huruma hakuna hapa. Huku kijiweni kumbuka. Kila mmoja anapambana. Sasa wewe unaponiomba mimi 200, mimi natoa wapi? Unajua nafanya kazi gani?
Yaani kumbe nilichokuwa nakiwaza ni cha kweli. Hivyo mwanaume una nini? Mbona malaya sana? We dada, haujaona wanaume wa kutembea nao mpaka waje kutembea na huyu? Huyu mwanaume hana hela, hana kazi, hana kibarua, anakupa nini? Unajua, naomba unisikilize. Uliposema wa nini? Yeye aliwaza atakipatalia. Sema wa nini yeye aliwaza kupatalia kwa kipi? Dada, hakuna raha bali ya matatizo hapo. Hakuna raha utakayopata bali ni shida tupu na matatizo. Bwana hana hela, hana kazi, hana kibarua, atakulisha nini? Niache bwana. Unakuwa sio muelewa. Una kipilipili? Alafu, hebu nikukumbushe kitu kimoja. Sio kile nilichokifanya pale kukupetipeti ukazani mimi nakupenda wewe. Sasa sikia nikwambie. Komesha. Mimi bado nakupenda. Ole wako ulete mwanamke mwingine ndani. Unajua, hivi una akili kweli? Au unaota? Wewe si ndio unifukuza kwako? Na kuniambia niondoke kisa mimi maskini? Nini kinachokuleta? Yaani haijalishi nimekufukuza kama mwizi au kama nani. Kaa ukinua kokote pale utakapoenda niko nyuma yako. Ole wako. Labda nikuelekeze jambo moja ambalo unatakiwa ukae nalo akilini. Kwa sasa mimi sio mali yako. Na usitarajie kama mimi nitakuja kuwa mali yako. Ninaishi kwangu, japo hata kama ni msaada wa mama mwenye nyumba, ila naamini ipo siku Mungu atanipa. Uchanganye siku nyingine lete mwanamke ndani. Yaani chukua mwanamke afungize mle ndani nitakufurahisha wewe. Haki ya Mungu nakuapia. Labda mimi sio komesha, ila kama mimi ni komesha, tutaonyesha. Uwe komesha uwe nani na nishakwambia. Umefuata nini chumbani kwangu? Unasemaje? Nimeshakwambia sihitaji mazoea na wewe. Hivyo basi, ninachokiomba toka chumbani kwangu. Sawa, ila mimi nataka bana. Nimekumisi eti. Taki. Wewe kwa nini sio mtu muelewa? Kwa nini sio muelewa? Nimekwambia toka chumbani kwangu. Kwani nimekosea nini komesha? Hujui ulichonikosea. Nimekumisi. Hujui ulichonikosea. Kamfuate yule kibusile chako kile. Halo? Ndo mi komesha. Komesha. Sawa bosi, wala haina shida. Mimi kesho saa 2. Kesho saa 2 mapema niko hapo bosi. Wala haina shida. Asante sana. Yes! Asante sana Mungu. Kweli Mungu si Asumani. Unajibu maombi. Ndo Mr. Komesha? Ndio boss. Okay, karibu sana. Asante sana. Sasa taarifa zako tumezipokea. Tumejaribu kupitia CV yako. Tumelizika nayo. Kwa hiyo tunakukaribisha sana kwenye kampuni yetu na tunatamani sana utendaji wako wa kazi. CV yako imesema vizuri, tumeielewa. Makisa siwe CV alafu utendaji wa kazi ukao koroo. Kwa tunategemea wachapa kazi kweli.
labda mimi nichukue nafasi hii kukushukuru kwa nafasi hii ambayo umenipa, na labda nikuondoe hofu. Nitahakikisha nitafanya kazi kwa bidii na nitashirikiana vizuri na staff member wenzangu. Hilo ondoa hofu bosi. Nitafanya kazi kwa bidii. Utaonana na meneja. Nadhani atakupa utaratibu mzima wa hapo ofisini na watakuonyesha ofisi yako itakapokuwa. Karibu sana kuwa staff wa kampuni hii. Asante sana bosi. Shukrani sana. Asante sana, nashukuru. Karibu sana. Asante sana, nashukuru sana. Shukrani. Uwe na siku njema. Amina sana. Asante sana. Weapon. Naam boss. Rajabu. Naam boss. Anaitwa Mr. Komesha. Kuanzia leo atakuwa staff mwenzenu. Naomba mpe ushirikiano. Lakini vile vile Mr. Weapon. Naam boss. Nadhani kuanzia leo Mr. Komesha ndo atakuwa bosi wako. Utakuwa unamwendesha kuanzia leo. Sawa boss. Haya, lakini ukitoka hapa naomba ukamtambulishe kwa staff nzima wa ofisi. Mimi nikamtambulisha huyo? Yes. Weapon pamoja na Rajabu. Kwa hiyo kuanzia leo naomba mumpe ushirikiano wa kutosha sana. Hamna shida boss. Fanyeni kazi kwa moyo mmoja. Sawa. Sawa? Sawa. Basi naomba nenda baada ya nusu saa kuhitaji hapo ofisini. Hamna shida boss. Zingatia hilo. Sawa. Okay. Habari mwangu. Safi tu. Una nini leo? Mbona sikuelewi? Hivi Komesha ana elimu gani? Komesha amesoma. Tena amesoma sana tu. Yaani kiufupi ana elimu ya juu mno. Kuna nini? Mbona umemuulizia Komesha? Tumeisha. Tumeisha? Tumeisha. Una maana gani kusema tumeisha? Mbona sikuelewi? Sikujua. Leo kazini bosi aituita. Na lengo la kutuita ni kutambulisha mfanyakazi mpya. Sasa cha ajabu, cha kushangaza, huyo mfanyakazi mpya alikuwa ni Komesha. Nini? Yeah. Komesha unamjua mimi? Na kinachonichanganya na kicho ni vuruga. Sio Komesha kuwa mfanyakazi wa pale ndani, bali bosi mkuu amesema Komesha ndiyo bosi wangu. Makubwa. Yaani wewe mwanaume, sio umenikata maini. Mimi siku zote nakaa na wewe, najua mume wangu bonge la wewe. Kumbe dereva. Tena imefikia stage unamwendesha Komesha ambaye nilimbarasa humu ndani. Mungu wangu. Hii aibu yangu naiweka wapi? Utaweka hata mfukoni tu. Boss Komesha, kwanza samahani. Nimeomba tukutane kama kikao, lakini japokuwa sio rasmi. Jambo kubwa ambalo nimeomba tukutane ni kuhusu mimi na sikujua. Mimi najua kwamba nimekosea sana. Nimekosea sana, nimetenda ambayo hapaswi kutendewa binadamu. Mimi najua wewe na sikujua ni watu ambao mlikuwa mnaishi pamoja, ni wapenzi, ni mke na mume. Ila mimi kwa tamaa zangu nikaingilia mapenzi yenu. Lakini end of the day kama hivyo, aibu, mwisho baya aibu. Wewe ni bosi wangu sasa. Na mimi naomba niongee kitu kimoja, kama utaweza kunielewa. Kwanza naomba unisamehe, la kwanza. Lakini la pili, mimi naomba sikujua nimrudishe kwenye mikono yako. Hawezi kuwa mke wako. Siyo, yani najisikia aibu, nafsi na nisuta. Kwa maana kwa vipi na sikujua aliyakuwa wewe ni bosi wangu na kuangaliaje. Naomba unisamehe sana bosi. Sana sana. Najua nimeteleza, nimekosea, lakini naomba sikujua rudi kwako. Au shemeji yangu.
naomba hilo. Mimi sina kinyongo na wewe na wala sikuchukii, na ndio maana mpaka sasa tunafanya kazi pamoja, right? Tukiongelea swala la sikujua, kama lilivyo jina lake sikujua, basi mimi kwenye moyo wangu simjui, ila kitu ambacho nitamshukuru sikujua ni kunifunza namna ya kuishi na mwanamke na si vinginevyo, na pia kutambua mwanaume natakiwa niwe na wajibu gani kwa mwanamke wangu. Nimegundua kuwa bila kazi huwezi kuwa mwanaume, na bila kuwa na pesa huwezi kuwa mwanaume. Hii ni funzo kwangu mimi na hata wanaume wengine ambao washazoea kulelewa bila kufanya kazi. Komesha, kumbuka mimi binadamu, nina mapungufu pia. Hivyo basi naomba unisamehe kwa yote yalotokea. Naomba turudi kama zamani. Najua kweli nilikukosea, nimekufanyia mambo ya ajabu mengi, ila sikujua kama Mungu yupo na anaweza kumbadilisha yoyote yule kwenda kwenye level yoyote anaitaka yeye. Hivyo basi babangu, naomba unisamehe, turudi kama zamani. Sikujua, mimi sina kinyongo na wewe. Mimi moyo wangu uko safi, ila swala la mimi kurudiana na wewe hilo sahau. Ni sawasawa na daftari unaponunua likiwa tupu na halina maandishi yoyote. Basi na mimi hivyo hivyo, moyo wangu hauna chochote ndani yangu, na mnaweza mkaniona na wadharau, ila niko nje ya muda. Wipo na unafahamu hivi.